Kaka. Mbona siwaelewi mimi? Yaani mnatoana mkuku huko mnakuja hapa haraka najua kalilote. Kama vile mmekimbizwa na mabomu huko. Dada mwanao ananichanganya. Ana siku ya 3, shule hayupo, nyumbani hayupo. Na nilipomkuta sasa. Kaka, unataka upunguze hasira. Na jazba pia. Kumbuka wewe uchungu unaosikia wewe, ndio unaosikia mimi. Dada, nimetoka kulipa ada juzi tu. Alafu nimekupa milioni 3 kwa ajili yake. Leo wanamfanyia upumbavu. Kinachoniuma dada, mimi nimemlea peke yangu toka mdogo. Na alipofikia sasa hivi, ameshakuwa mtu mzima. Kuna baadhi ya vitu mimi nashindwa kumdirect moja kwa moja. Ndio maana nimemleta kwako dada. Ni kweli kaka. Sehemu leo mleta ni sehemu sahihi. Hapa ni kwa shangazi yake Sabrina. Hilo ondoa shaka. Nitazungumza naye kaka huyu. Sawa dada. Namwacha hapa. Sabrina. Nitarudi baadaye. Sabrina. Hivyo unajielewa wewe? Hivyo ungekuwa unajielewa ungemtembeza babako unajua kali kupu paka hapa kama vile mmekimbizwa na mabomu huko. Sasa babako anakuuma kweli wewe? Afu isitoshe na kakako Jumbe ananisumbua mimi. Yaani mmeshatuona si kama watoto wadogo. Angalie vile. Ndani uko kapike. Utaumia guy. Paradise tobe, shuka la Masai kanywa pombe karidai. Yupo asubuhi na nyumbani hapotei. Iita tunibii muda wote na enjoy. Mapenzi ya kufosi utaumia guy. Bora usake noti uyafaidi baadaye. Asije yakaukosti mwisho uyakatae. Wengi tumeona wanalia kwenye penzi. Unaitwa? Unaweza wewe? Sina haja na salamu yako. Ungekuwa unajua salamu yako ina thamani, usingetembea mimi na dada yangu. Sija mix bias wewe. Ila sikushare naye ile siku. Kwa kuniona mimi mwenda wazimu sina akili, si ndio? Kama huwezi chagua kati ya wawili nani unayetaka kutembea naye kuliko kutembea na wote. Sina chaguo. Huna chaguo? Sasa nikwambie hivi, kama umezoea kuwa unatembea na kila mwanamke unamgeuza dangulo, endelea kuzoea. Unajua acha ushamba kunikunja mtaani kwangu. Unajua atakuja nikufanyia kitu kibaya Wangu mshinda. Wewe mbona umesukumwa mshikaji wangu? Mwanangu huyo chula mshamba tu mwanangu, ungekuwa wewe ungefanyaje mwanangu? Mwanangu umeniletea maisha ya dharau. Msanii mkubwa. Mambo ni gani simu yangu? Mwanangu sikia yule chula mwanangu. Sikia. Kwanza saizi nimewakataa. Mwanangu unanikataa kisa chula mwanangu. Mtanitafuta baadaye. Mwanangu sio pomba tu mwanangu, ni wachumba. Mwana tu tusimkatae. Wewe unanikataa kisa demu mwanangu. Wewe aisho bwana. Sio poa mwanangu. Unasukumana na mwanamke bwana. Kaka. Nimekuita hapa swala zima la kuhusu mpwa wako. Huyu Jumbe ni mwanangu, nimemzaa mimi. Nafikiri wewe unalielewa kaka. Ndio. Lakini cha kushangaza, huyu mtoto anisikii. Hanielewi. Sijui nizungumze naye mara ngapi. Kaka, nilishajaribu kuzungumza naye mara kadhaa na kadhaa. Lakini ana sikio la kufa. Usimuone kaka hapo kajikunja anachezea hivyo vidole. Hiyo ni aibu tosha kwake. Na pia mtafuta janga hula na wakwao. Hili ndo kalileta ndani ya familia.
nimejaribu kuongea naye na kumwambia kwamba huyo mwanamke unaishi naye kaka, si mwanamke sahihi kwake na sio mwanamke bora, lakini hakuweza kunisikia. Yaani huyu mpwa wako ni king'anga. Unajua king'anga? Ni king'anga, kamng'ang'ania yule mwanamke. Kilichoenda kumkuta sasa, yaani yule mwanamke kamkimbia kwa sababu ya pesa tu. Uncle, unamsikia mamako? Nimemsikia, lakini jomba mimi nampenda. We! Ishia hapo hapo. Swala la kupenda sitaki kulisikia. Walipenda mababu na mabibi. Sembuso je kuwa wewe? Hivi mwanangu, ulishakaa ukajiuliza au ukajitazama muonekano wako? Una kasoro gani hapo ulipo? Mwanangu wewe rijali, shupavu. Nimekuzaa mtoto ambaye mashallah Mungu kanipa. Najivunia mimi mamako. Leo namng'ang'ania mwanamke kama yule. Sitaki kuzisikia hizo habari. Iwe mwanzo na mwisho. Kaka, sina shaka na wewe. Najua uko hapa kwa ajili ya kulitatua hili jambo. Hivyo zungumza naye wewe. Kwa sababu yeye ni mtoto wa kiume na wewe ni mtoto wa kiume. Najua mtamaliza maswala. Sawa, mna shida. Sawa kakangu. Nipo jikoni naenda kupika mara moja. Sawa. Uncle. Naam jo. Najua unampenda. Unajua sisi ni wanaume. Na mapenzi ni maisha ya kawaida katika maisha yetu. Yaani kawaida katika maisha yetu ni mapenzi, ni sehemu ya kawaida ya maisha yetu. Kupenda au kutokupendwa pia ni sehemu ya kawaida. Lakini kumbuka yeye hakupendi kama wewe unavyompenda, na ndio maana ameondoka. Lakini yangu mimi ndo mwanamke wangu sahihi. Sawa, yuko wapi sasa? Ameondoka. Kwa maana hiyo hakupendi. Fikiria na yeye sio sahihi kwako. Ndio maana yupo alipo huko, sio kwako. Jifikirie sasa hivi umeshapoteza mudi yako kufanya kazi, kila kitu kinaharibika. Mama yako ametoka hapa ana maumivu kwa ajili yako. Tafuta namna ya kulimaliza hili kwa utulivu. Fikiria mara mbili. Weka sawa maisha yako kwanza. Alafu baadaye atakuja mtu sahihi kwako. Sio kwa ajili ya pesa. Nafikiri umenielewa hapo. Umenielewa au unanifariji kwamba umenielewa? Basi nafurahi kusikia hivyo. Mimi naomba nikimbie kwa sababu kuna mtu nimemweka sehemu na nilikuja hapa kwa dharura. Na huko aliwezi kufanyika jambo lolote bila uwepo wangu. Lakini mama, sawa, nitaenda kumwambia. Haya mjomba. Ndugu yangu, ifike wakati tuambiane ukweli. Maana tukio la juzi sijalipenda kabisa. Kwa nini? Wanaume hawajali utu, ila wao ni sifa na kitu. Umenielewa vizuri? Tusipojilinda sisi, hakuna atakayetulinda. Maana mpiganaji makini huwa hakosi kinga mwilini. Si umenielewa? Mimi nisha kuelewa kila kitu. Okay, sawa. Ila mimi ni hayo tu. Hamna shida, mimi nisha kuelewa, hata usijali. Haya, nimpende. Haya, mimi natoka. Hata hivyo mwenyewe pia nimejiandaa, kuna sehemu naenda. Kwa hata hivyo umeniwahi. Hamna shida, tutazidi kuwasiliana. Haya, poa. Karibu. Asante. Haya.
Halo? Wema, si wewe uko? Taarifa gani? Mama. Mamtu. Abe baba mtu. Ah. Baby wangu. Nakuona baba mtu. Mimi bwana nimekuja hapa.